Rais William Ruto hana bahati tena baada ya waziri wake kuona giza. Hujambo na karibu, ni kufahamishe zaidi na kupembeleza usubscribe. Ombi limewasilishwa katika mahakama kuu likitaka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen aondolewe kazini. Ombi hilo liliwasilishwa tarehe 2 Julai na taasisi ya Katiba Institute, tume ya haki za binadamu ya Kenya, kitengo huru cha kimatibabu na kisheria pamoja na mashirika mengine ya kijamii. Linadai kuwa Murkomen hafai kushikilia nafasi ya afisa wa umma kufuatia amri yake ya piga na ua. Ombi hilo linarejelea uamuzi wa mahakama kuu wa mwaka 2022 uliokataa dhana kwamba matumizi ya silaha ni sahihi kwa kulinda mali, wakati ambapo njia mbadala zisizo hatarishi zinapatikana, hasa katika muktadha wa maandamano ya amani. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen akiwa ameandamana na uongozi wa juu wa huduma ya kitaifa ya polisi alipokuwa kwenye doria katikati mwa jiji la Nairobi kukagua hali baada ya vurugu za maandamano ya Juni 25 mnamo tarehe 26 Juni mwaka huu 2025. Hoja nyingine iliyowasilishwa ni kwamba matamshi ya Murkomen yanachukuliwa kuwa uchochezi chini ya kifungu cha 33 cha katiba na pia ni mwenendo usio wa maadili chini ya kifungu cha 10 na sura ya 6 ya katiba. Ombi hilo lilisisitiza kuwa waziri alihamasisha matumizi haramu ya nguvu kupitia kauli zake za mwanzo na alipaswa kufahamu kwamba alikuwa akirejelea vipengele vya sheria vilivyopitwa na wakati na ambavyo haviko katika katiba alipokuwa akijaribu kuhalalisha kauli hizo. Hatimaye mashirika hayo yanataka waziri awajibishwe kwa vifo au majeraha yoyote yatakayojitokeza kuanzia tarehe 26 Juni mwaka 2025 kutokana na utekelezaji wa maagizo yake na maafisa wa polisi. Mnamo tarehe 26 Juni, Murkomen alinukuliwa akiwaelekeza maafisa wa polisi kuwapiga risasi watu wote wanaokaribia kituo cha polisi katika taifa la Kenya au wanaohatarisha maisha ya afisa wa polisi, na akiahidi kuwa serikali itawalinda polisi hao. Baada ya matamshi hayo, Murkomen alikumbwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa wanasiasa wa mirengo yote ya kisiasa, mawakili na wanaharakati wa haki za binadamu waliotaja kauli hizo kuwa zisizo na tahadhari, hasa wakati ambapo visa vya polisi kuwapiga risasi raia kiholela vinaongezeka. Akijitetea, waziri Murkomen alidai kuwa maneno yake yalitolewa nje ya muktadha na kwamba alimaanisha kuwa polisi wajilinde dhidi ya vitisho vya madhara makubwa au vifo na walinde mali au maisha ya raia wengine. Hii ni mojawapo ya vizingiti vya kisheria vinavyomkabili waziri tangu atoe kauli hizo. Mnamo Juni 30, Mkenya mmoja aliwasilisha ombi kwa chama cha mawakili wa Kenya LSK akitaka Murkomen na naibu rais Profesa Kithure Kindiki waondolewe kwenye orodha ya mawakili nchini. Muleta ombi huyo alidai kuwa wawili hao walikiuka katiba ya Kenya pamoja na viapo vyao vya ofisi ambavyo vinawalazimu kulinda haki za binadamu na misingi ya kikatiba. Mtazamaji, na kupembeleza usubscribe. Asanteni sana, tukutane baadaye.